Karibu kwenye The Showdown Show, kipindi tunachotazama siasa si kama mchezo wa kura, bali kama wajibu wa taifa. Leo tunazungumzia siasa za Changamwe ndani ya muktadha wa siasa nzima ya kaunti ya Mombasa, changamoto na maendeleo, mgawanyo wa bajeti na mustakabali wa ugatuzi. Mombasa, kitovu cha uchumi wa Kenya, bado inalia maji, taka, ajira na usawa wa kimaendeleo. Na mgeni wetu leo ni Mheshimiwa Dida, mgombea wa MCA Changamwe 2027, mwakilishi wa jamii ya Wasomali. Anatuelezea kwa uwazi, je, suluhisho liko wapi? Huyu ni mwanasiasa kijana, mfuasi wa chama cha Wiper. Anasema wakati wa maneno umekwisha, sasa ni vitendo. Mheshimiwa Dida, karibu utuelezee wewe ni nani, umejipata vipi katika siasa, na wewe ni nani kwa Wiper? Mimi kwa majina naitwa Ali Gedi. Mimi ni mwana Changamwe, mkazi wa Changamwe. Sauti. Mimi ni mwana Changamwe, nakaa Changamwe. Vile mimi ni mwana spoti na mimi ni mwanachama wa chama cha Wiper ambayo ni life member wa chama. 2022 nilisimama na chama cha Wiper na nimesimama kiti MCA Changamwe. So bado niko kwa race ya chama cha Wiper. Kwa hivyo mimi sina cheo yote katika chama cha Wiper, lakini kwa upande wa sport mimi deputy sport organizer secretary Mombasa County Volleyball Association. Hiyo ndio cheo niko nayo mimi, na hiyo nyingine ndio ya kazi. Okay. So kwa nini uliamua kusimama na Wiper? Na wananchi wengi wanahisi ya kwamba chama zinamfunga mwanasiasa ama kiongozi kwa maamuzi ya chama, sio kama kufanya maamuzi yake independently. Na ukisikiza kizazi kipya cha Gen Z kinasema ya kwamba siasa za vyama vimepitwa na wakati. Je, ni maoni yako ni gani, ama una hisia zako kama kiongozi? Nimechagua kwa chama cha Wiper kwa sababu ni nyingi, lakini kwa sababu ya muda naweza kutaja kama tatu. Kitu ya kwanza, ukiangalia chama cha Wiper na ile manifesto ya chama na ama katiba ya chama, kitu ya kwanza inatetea hiyo katiba ya chama yenyewe, mwanzo inatetea haki ya binadamu na wanatetea uongozi bora. Vile chama ya Wiper katiba yake inatetea accountability and transparency. Hiyo ingine pia ukiangalia, kwa sababu kila kitu lazima iende na vitendo. Ukiangalia party leader wetu ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, yeye ni si mtu ambaye ako na ufisadi, hapendi ufisadi kabisa, na yeye vile si mtu wa ukabila. So kwa hivyo na hategemei dini yoyote. So kwa hivyo yeye ni mtu wa Mungu na anapenda amani. So kwa hivyo na ukiangalia chama cha Wiper kuanzia MCS mpaka yeye mwenyewe, utaona na mtu ako na tikiti ya chama cha Wiper ama amepita na chama cha Wiper, amepelekwa kesi kotini kwa sababu ya ufisadi. Lakini chama nyingi, sitaki kutaja majina yao, ukiangalia kuanzia MCA mpaka juu 80% they are corrupt. So mimi siwezi kujiassociate chama ambayo iko corrupt. Hiyo ingine ya kusema Gen Z watu wasimame na bila chama, pia mtu ako na haki yake kama binadamu. Mtu binafsi ako na haki yake kusimama ile chama anataka. At the end of the day, wakati umechaguliwa, hiyo wanachangamwe wakinichagua 2027, itakuwa wakilishi wa ward ya Changamwe kupitia chama cha Wiper. So sitakuwa candidate MCA wa Wiper, nitakuwa MCA wa Changamwe ward. So mambo ya chama inaishia hapa, sio kupiga kura. Hiyo ingine ni wewe kama umechaguliwa wakilishi wa hiyo ward ama wakilishi hiyo county, ama wewe ni wakilishi ina ubunge, ama wewe ni rais, sasa wewe ndio ufanyie kazi. Asante sana Mheshimiwa Dida. Ni nini kinakupea confidence ya kwamba utapata nomination ya Wiper? Juu unazungumza kama vile tayari ushapata nomination na utasimama na chama cha Wiper. Ni nini nakupea confidence ya kwamba utapata hiyo tiketi ya chama cha Wiper? So far so good. Chama najua mimi nimefanya ground yangu mzuri. Nimeomba kura kwa wananchi kwa heshima, ni njia nyenyekevu. Na so far so good, mimi am the only one ambayo wanasimama na chama cha Wiper sasa. So mwingine pia akikuja awe tayari kwenda nomination. Hata mimi 2022 nikisimama sikupewa tiketi bure. So kwa hivyo lazima utaenda nomination, na nomination ya chama cha Wiper nina imani itakuwa free and fair. Okay. Yes.
So umetaja kwamba uchaguzi uliopita ulisimama bado kwa Wiper Yes. na kura hazikutosha. Yes. Ni wapi pengine unahisi ya kwamba hapa hakukuenda vizuri na utahitaji kuwekeza nguvu zaidi, ama ni mbinu gani mpya unayo uchaguzi ujao ambayo itakusaidia pengine kushinda kiti cha UMCA Changamwe? Kitu ya kwanza mwanzo la ukiangalia ile last election tulikuwa watu 13 na wananchi wamechagua mtu mmoja, so mambo ya kukosa ama kupata ni kitu ambayo yuko kwa wananchi. Ndio. Na si makosa mtu amekosa tena kujaribu. Ndio. So kwa hivyo mtu anaweza kukosa kitu wakati fulani na apate kesho, lakini la muhimu zaidi ni kwamba mimi kwa nini nimeitisha kiti ya MCA Changamwe? Ukiangalia vijana wako na shida ya ajira, hakuna mtu ambaye anawatetea. Sasa hii Changamwe vile tunaongea hakuna maji. Ukiangalia takataka imejaa kila mahali. Wanabiashara wanaumia kwa sababu ya tax ya county government iko juu sana. So kuna a lot of problem ambayo ina face katika Changamwe, inahitaji mtu ambayo ako na nia nzuri ya kuwatetea ama kupeleka mahitaji ya wanachangamwe wakati na mahali inafaa. Ndio. Yes. So kwa uongozi ulioko sasa mamlakani katika wadi ya Changamwe, ni unauonaje vile unavyoendelea, vile unavyoendesha shughuli, na pia kaunti ya Mombasa vile inavyoendelesha uongozi wake na mambo ya maendeleo katika Changamwe na kaunti mzima? Unajua ile kitu watu tunaweza kujaji ni kwamba ni ile kazi wamefanya. Ndio. Na nyinyi pia ni wanahabari, mnaweza kufanya utafiti. Ndio. Tangu tumepata devolution hakuna kitu ambayo katika Changamwe county government ya Mombasa imejengwa. Kama iko maybe ni like ile inaitwa nini ile shule za chekechea darasa 2 ama 3. So ukiangalia upande sport hatupati usaidizi yote, na sport sasa imekuwa devolved function. So ni kwamba katika ile katiba ukiangalia vizuri ile magao katika Changamwe sub county ama Changamwe ward wanapata, it's not equivalent ile maendeleo ambayo imefikia wananchi. Yeah. Lakini je, ile kidogo wanapata unahisi ya kwamba inatumika vizuri? Haitumiki vizuri. Ukiangalia tu kugawa bursary ama kugawa hata ile the county resources, it's not free and fair. We need fairness kila kitu, and kwa sababu katiba inasema haki iwe ngao na mlinzi. So kila wakati tunaitwa na baraza la usalama, naona waziri anazunguka, machiefs wanazunguka, DC na DO wanazunguka kujaribu kuhamasisha watu wakae na amani, lakini kama hakuna haki, amani kupatikana ni ngumu. So kitu kwanza lazima tuweke haki, tuwe na haki. Kama serikali kuu ama serikali county government inatoa kitu, kila mtu ifikie ile maendeleo kwa njia ambayo ina heshima. Tangu mwaka wa 2018 ujenzi wa uwanja wa michezo wa Mombasa wenye thamani ya shilingi zaidi ya bilioni 1.8 bado haujakamilika. Vivyo hivyo, miradi ya madarasa ya ECD Chaani na Ndigirikani imeachwa. Kifungu cha 227 cha katiba kinataka ununuzi, yani procurement, wa umma uwe wazi na wa haki. Je, ni nani anapaswa kuwajibishwa kwa miradi hewa ama gushi na fedha zilizopotea? Kitu ya kwanza tunafaa kujua ni kila function hii ni development function. Ni nani anafaa kuleta development katika ile ward level? Kazi ya MCA ni gani? MCA yeye anafaa kuwa oversight. Lakini mtu kikatiba kuna mtu anaitwa village administrator, kuna ward administrator na kuna sub county administrator pamoja na governor na ile team yake ya county government. Unajua kuna difference between county government and county assembly. So hawa ndio executive ndio wanafaa kuendeleza maendeleo, lakini MCA ndio wanafaa kuwa oversight. Ni nini katika ile mahali amechaguliwa, maendeleo imefikaje, kama ni mambo ya elimu, kama ni mambo ya viwanja, kama mambo ya maji, kama mambo ya usafi.
hospitali iko namna gani. So kwa hivyo it is like we are feeling kuna vacancy ya representation katika Changamwe ward. So vizuri umeutaja uongozi wa county ambao unaongozwa na Mheshimiwa Nasir. Watu wengi wanahisi ya kwamba Mheshimiwa Nasir gavana ambaye ni gavana wa sasa amesahau maendeleo ya county, amepea kipaumbele sana mambo ya PR na siasa za chama. Una maoni gani ama hisia zako hivyo ni vipi? Mimi what I'm sure 100% the most powerless katika katiba tuko nayo ni governor. Anything governor anataka kufanya mpaka iende kwa county assembly. Ile uwe budget, akitaka kuandika mtu kazi waziri, yani chochote, hata ile mgao ya county lazima iende kwa county assembly. Mwenye ako na mamlaka zaidi katika county ni MCA, sio governor. So kwa hivyo wakati MCAs wamefail, so governor sasa yeye maybe is trying his level best ama anafanya vile anataka, kwa sababu hii point ya oversight kidogo Mombasa hakuna, ama hata Kenya mzima, lakini tuseme Mombasa county kwa sasa hiyo hatuna oversight. Kwa hivyo unahisi ya kwamba gavana afanye kazi kwa sababu MCA wameshindwa kufanya oversight? Oversight, yes. Okay. Kwa sababu it's like wamekuwa compromise. Nimeona juzi kile mmoja wanapigana kwa waziri. Sasa elected leader huwezi kuruhusiwa ama haifai na sio heshima kwenda kumpiga waziri kwa ngumi ama kufutana shati, kushikana. Hiyo ni tabia mbaya ambayo unaonyesha hata watu wamekuchagua ndio unawadharau, kwa sababu wewe ni mtu umechaguliwa na wananchi. Unafaa kuandikia hiyo mtu kama hiyo barua, akuja county assembly aelezee ni nini mnataka kusema. Si ati unaenda kwa ofisi ya waziri, MCs wote mnaenda mnashikana pale kama goons. Sio jambo jema. Wako goons. Vizuri umetaja maendeleo. Bajeti ya kaunti ya Mombasa kwa mwaka wa 25-26 ni takriban shilingi bilioni 14.6, lakini zaidi ya 70% inatumika kulipia mishahara na matumizi ya kawaida. Je, hii inalingana na lengo la kifungu cha 174F cha katiba kinachosema kuwa serikali za kaunti kwenye maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa usawa? Na unadhani tatizo ni mipangilio mibaya au vipaumbele au ni ukosefu wa uadilifu? Kitu ya kwanza ni ile kitu tunaita misuse of power. Number one, watu wa Mombasa hawana ile information hata ni nini inaendelea county assembly, kwa sababu mambo yao haionyeshi live. Hapo tukurudi kwa ile county assembly. Secondly, any government ambayo inaajiri watu, kuna timu inaitwa Public Service Board, hawa ndio wanaajiri. Kuajiri, hata ukiajiri watu wengi haina shida, lakini je, hiyo mtu anachukua hiyo mshahara anafanya kazi? Tuseme umeandika watu wanafanya usafi, je, miji ni safi? Umeandika madrivers, je, kuna hizo magari hizo madrivers wanapeleka, ama wengi ni ghost workers? So shida si kulipa mshahara. Yule unamlipa mshahara anafanya kazi gani na kazi yake inaonekana? We need the value for the money. Okay. Yes. So umetaja ghost workers ama wafanyikazi hewa, na pia ripoti za ukaguzi zimetaja miradi hewa, mikataba maradufu na matumizi yasiyoelezeka. Kifungu cha katiba cha 232F kinataka utumishi wa umma uwe na uwazi na uwajibikaji. Kwa maoni yako, ufisadi umejikita kiasi gani katika utawala wa kaunti, na wewe binafsi ungepambana nao vipi kama utachaguliwa MCA wa Changamwe? Kitu ya kwanza, wale wanaendesha ufisadi zaidi kwa sasa kwa county level ni MCAs, kwa sababu if they do their work ya oversight, hiyo mambo ya haingeonekana, kwa sababu kuna mtu anaitwa wakilishi wa ward level ndio MCA, kuna mtu anaitwa wakilishi ndio sub county level ambayo ni bunge, kuna senator ambayo ni wakilishi wa watu. So Kenya, what you are lacking sio kuunda sheria ama kutengeneza sheria, ni implementation.
sheria ziko na katiba yetu iko sawa, lakini kufuatilia ni nani anatekeleza, hapo ndio mambo ambayo inafaa iwe muhimu zaidi. Kwa hiyo umetaja ya kwamba shida kubwa ya Mombasa ni kwamba wananchi hawajui kinachofaa kuwa kinaendelea ama chenye kinaendelea, na kwa kiasi kikubwa hawahusishwi. Kulingana na vile umesema ya kwamba wananchi wengi hawajui kinachoendelea katika kaunti. Na asasi za kiraia zinasema ya kwamba mikutano ya kujadili bajeti Mombasa ni maingizo tu na haijumuishi wananchi wa kawaida. Kwa mujibu wa katiba, sheria ya serikali ya kaunti, ushiriki wa wananchi huwa ni lazima. Je, serikali ya kaunti inasikiza wananchi kweli au inawashirikisha tu kwa ajili ya picha ama PR? Hawasikizi wala hashirikishwi, na hata wakishirikishwa ni mambo tayari washaconclude, na hata hawajawahi tuita mambo ya public participation. So kwa hivyo kama hata utaitwa kwa ile public participation, kidogo mambo itakuwa ngumu. Una sera gani kwa wananchi wa Changamwe? Kitu cha kwanza, wale unawafanyia kazi ni wananchi. Kitu cha kwanza, katiba inasema uwe na public participation. Wale ambayo unashirikiana nao, wale uongoze vile katiba inasema. Cha pili, lazima uwe na haki. Ya tatu, lazima uwe na ukweli. Unanipata? Ndio. Na hiyo yote haiwezi kupatikana kama uifuate kwa sheria. So uongozi mzuri lazima ufuate sheria. Ndio. Mimi Mungu akinijalia uhai na nikiweka 2027 wananchi wa Changamwe wakiniamini, itakuwa nimefuata katiba ya Kenya inasema nini. Kwa hiyo pengine ukipata nafasi mwaka wa 2027, ni hatua gani utachukua kuhakikisha Changamwe ni mfano, itakuwa kupigiwa mfano kwa maendeleo, uwazi na uongozi wa kweli? Ya, mimi vile nilikuwa nimekuelezea, if we follow the rule of the law, there is no need for any addition or subtraction. Ile kitu tunataka tu ni kidogo tu, ile kwamba ile resources ambayo county government inatupatia kama national government inatupatia, kama hiyo sahihi ile mambo ile nyota, si kila youth alikuwa wamepata, the right people hawajapata, the needy people hawajapata, like a bursary haifai kupatiwa kila mtu. Bursary inapewa the poor and needy person kulingana na katiba. So if we follow the katiba yetu inasema nini, sioni kama kutakuwa na hiyo tatizo yote. Na anything you want to make change, lazima usikize wananchi wanataka nini. Huwezi kuongeza wananchi vile wewe unataka, hiyo itakuwa dictatorship. Anything you are doing, lazima uhusishe wananchi, hivyo ndio katiba inasema. Yeah. So katiba yetu ndio ina address hiyo issue yote umeniuliza, iko hapo kwa katiba. Yes. So pengine ni vipi utazingatia swala la ajira, poor drainage na maendeleo tu kwa ujumla Changamwe? Kwanza it's like tukitaka tupanue ile sekta ya ajira, lazima tuangalie vile tunaweza kupunguza ushuru katika ile county government, watu wanailipisha namna gani. Na kuna watu wengine wako na makampuni kubwa, kuna kitu inaitwa exemption, lazima tuwapatie muda. Kama mtu anataka kufungua kampuni yake au you want to set up his factory in Mombasa, lazima tuwapatie waiver kama ya 2 to 3 years asilipe tax ili awaajiri watu wengi. Na vile vile kuna ile mtu akitaka kufungua kampuni yake ama anataka kufungia kiwanda yake mahali, kitambo apate ile permit ya pale, kuna ile ya mkono ya kushoto kidogo inatembea, hiyo lazima ufisadi iwe zero rated, ili mtu akuje kuinvest nje yako, lazima inataka kama kwa lazima tax iwe chini, na vile vile lazima power ile generator, yeah, ile lazima iwe pia ile chini. Ile la muhimu zaidi usalama hivi, na watu wakipata kazi, usalama lazima inapatikana. Hiyo yote iko kwa katiba tena. Kwa hiyo umetaja mambo ya waive ama tax exemption. Yeah. Ya kama pengine unataka kufungua period, kama mtu anataka kuset up his company, lazima umpatie muda fulani na usini frustrate wakati anataka kutengeneza. Maana kuna mtu mwingine anasema nataka nitengeneze kampuni yangu, sasa mtu anauliza percentage yangu ni ngapi? Usi na 10% ndio iko shida. Na pengine vipi utazingatia masuala ya yule mtu wa chini mwenye ana uwezo wa kufungua kampuni, mwenye labda yeye anataka tu kufungua
kibiashara kidogo, na tunajua ya kwamba wanaumizwa sana sana na kodi zinazotozwa na county. Mwanzo tumpongeze hiyo current governor ni kwamba akiingia ile pesa ambayo leseni tulikuwa tunalipa ushuru ya leseni ya maduka watu walikuwa wanalipa amepeleka almost 70 yani 30% amepunguza. So tuna demand apunguze ifike like 50% waive kidogo ndio kila mtu anaweza kufungua duka na watu wengi wanaweza kulipa ushuru. Mnajua ukitaka county government collect pesa nyingi wanaweka ushuru chini, watu wengi wanafungua duka, alafu watu wengi wanalipa hiyo pesa kidogo. Unaweza kumwekea mtu leseni ya 70,000 ni sawa, lakini hata kulipa yeye itakuwa ngumu na itakuwa maybe sub county mzima mwenye anaweza kulipa hiyo, inaweza kuwa watu wawili watatu. Watu wengine wanafungua biashara baada ya mwaka mmoja tena wanafunga. Lakini ukiweka leseni chini maybe kama 20,000, 5,000, 7,000 hiyo kulingana na ile area mtu anafanyia biashara, ni kwamba watu wengi wanafungua business yao na watu wengi pia wanalipa, so county pia inapata revenue. La muhimu zaidi hata sio pesa, utumizi ya pesa, value for the money, that's the problem in Kenya. Zaidi na mambo na leseni, je, utamwambia vipi yule kijana pengine ametoka shule na ana hiyo pesa ya mtaji kuanzisha biashara? Tumeona kama vile kaunti ya Mombasa pengine imekuwa na miradi tata, ile ya kazi mtaani imekuwa tata juu ya inclusivity. Nasikia huyu anasema mchakato mzima ulilaghaiwa, uliingiliwa na walaguzi. Wale watu wenye walikuwa targeted, wengi wao hawakunufaika. Ndio maana kama sasa hivi kuna ile county government wamepitisha World Development Fund. Na katika ile World Development Fund kabla haijakuja chini, nataka ama tunafanya lazima tujue iwe kwa katiba hiyo pesa inafanya kazi gani. Sheria inasema money follow function. It is like a CDF, iko na kazi nyingi. Kuna sports, kuna environment, kuna security na education. That's why unaona CDF inajenga sports, wanajenga mashule, wanajenga madarasa, vitu kama hivyo. So tunataka hii pesa ya World Development kazi yake itakuwa ya nini? Lakini ukisema nitaleta tu World Development, sasa mtu anaweza amua ajenge nini? Ajenge tu kila mahali, anasema mimi nataka nishimbe tu kisima. Na hii maybe that is not the hiyo kitu. So tunataka kujua hii World Development Fund sasa hii county government wamepitisha kazi yake ni nini? Na ni nani anafaa kubenefit that hiyo program? So lazima tuiweke pesa ambayo tunaitenga kwa ajili ya vijana. Kando nayo wewe binafsi na unavyoona hali ilivyo nchini, ni nini pengine ungependekeza? Hata hiyo tunaona vitu vingi vinafanyika kwa serikali ya Kenya Kwanza. Unahisi ya kwamba pengine wana address the real issues za mwananchi? How do you feel about that? They cannot address kwa sababu ya kukosa kufuata sheria. Unajua kile kitu iko na katiba yetu ndio ameaddress. Sisi wa Kenya ndio kufuatilia hiyo. Kama sasa hivi kuna ile pesa imeletwa na national government imesema nyote. Sasa imeenda kwa mkono wa wanasiasa. Sasa mwanasiasa ndio anachagua nani anapata na nani hapati. Kando na kuapply hizo vitu kama hiyo itakuwa kuna watu wengi sasa hivi wanalalamika. Nimesema umeapply na hatukupata. Na mwingine naye ameapply amepata. Sasa wanauliza criteria gani imetumika wao watu kukosa na hao wengine kupata. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka anasema moral opposition. How unataka opposition yenye vitendo? Mimi namshauri party leader ama namshauri wana Wiper tupate katiba ya Kenya inasema nini. If we follow the rule of the law, everything in Kenya itakuwa sawa. So na that is kila wakati, hata sisi wanachama ya Wiper, anything tunafanya lazima tupate katiba ya chama pamoja na katiba ya Kenya. Tena katika chama cha Wiper, kama ni nomination, kama wewe ni kijana unalipa 25,000 wakati kuna mtu mzima analipa 50,000. Hiyo chama inasaidia vijana. Kama ni upande wa kina mama, hata wanalipa like percentage yao wanalipa ni kidogo sana. Mtu disability alipi kitu chochote. So kwa hivyo katika chama cha Wiper imesaidia kila mtu kulingana na uwezo wake. Kina mama, vijana, wazee, kila mtu amekuwa address. So na hiyo pia katiba ya Kenya inasema hivyo. Ndio. Maana katiba inatambua watu ni kama
vijana, kina mama, wazee na disability. Hawa ndio watu ambao katiba ya Kenya inatambua, na pesa huwa inafaa ishaneliwe kulingana na vile wanafanya. Ile ingine chama cha Wiper inafanya ni ile, kuna ile pesa ya political fund ya kila mwaka na nani national government inafaa kupewa nani inaitwa gani, political parties. So hiyo pesa ndio sometimes that's why unaona party leader anazunguka kila Kenya mzima akifanya ile civic education, watu kuambia hiyo serikali imewafinya hivi, akifanya hii hiyo ni kazi ya opposition. Yeah. Kwa hivyo unahisi ya kwamba Wiper ina nafasi mzuri, na ni nini pengine tunatarajia kwa Wiper? Wakati serikali ya national government wameanza kuuza hii mambo ya ndani, Wiper ndio imeenda kotini ndio kudai haki ya Wakenya na koti ikisimamisha. Hiyo ni mfano moja tu. So chama cha Wiper at least this time round tunataka kubadilisha upinzani vile ilikuwa inafanya kazi. Si kila wakati tunakuwa na maandamano, kufunga barabara, maandamano iko kwa katiba, na kuna wakati pia ikibidi tutaandamana, lakini kwa sasa tumekubaliana anything county inafanya kimakosa, mwanzo tuende tufuate sheria, katiba inasema nini, to deal live au kotini mwanzo. Koti ikitulemea ndio sasa tunaenda directly kwa wananchi. Lakini mwanzo lazima tuende na dialogue mwanzo. Kwenye siasa za chama cha Wiper, wengi wanalia, wanasema ya kwamba mchakato mzima wa nomination ndiyo mtaenda kwa debe, lakini ule uchaguzi kuna mkono wa nyuma unaingiliwa, kwamba kuna ile preference ya party leader, kwamba nyinyi nyote mtakuja mwende nomination, lakini kuna yule pengine mmoja wenu party leader atalobi. Unahisia gani? Kama mtu anaona amedhulumiwa katika nomination, kuna njia ya kudai haki yake within the party and outside the party. Na vile kama umeona sasa umedhulumiwa na chama, you can also go to independent. Kama kweli umedhulumiwa na wananchi wanakupenda. So kwa hivyo mimi tumii issue kubwa sio wa chama, wananchi kwa ground wanasema nini. If wananchi wanakutaka, still they will elect you kama uko independent. But kama unataka hiyo chama, uko na filosofia yake umeifuata vizuri na umependa na ile, manake kwa nini tunaenda kwa chama? Kufanya kazi as a teamwork ni kazi nzuri. Manake wewe kama wewe peke yako kuenda maybe huwezi. Lakini kama mko na MCs wengi kwa chama moja, unaweza kuleta hoja bungeni umpitishe ili isaidie watu. Lakini kama wewe peke yako umepita na independent, hata ukileta hoja mzuri kama una support ile MCs upande mwingine, pia hapo ndio unaumia. Yeah. Kwa hivyo unahisia kwamba chama bado iko na unapigia ukato mkubwa kwenye kutoa decision kwa county level? Mimi sitaki kusema kupinga maoni ya watu, najua hiyo ni malalamishi iko, na sitaki kumaminisha mtu itakuwa free and fair, maana mimi si kiongozi wa chama. Ndio. Mimi ni life member na mimi pia nitaenda nomination. But what I'm sure 100%, mtu wa misho unafaa kupeleka complaint yako ni wananchi. Wewe unaona kama chama imekudhulumu, unapeleka malalamishi yako kwa wananchi. So wananchi ndio wanaamua. Yeah. So the supremacy iko kwa wananchi, sio Supreme Court, iko kwa wananchi. Yeah. Kazi ya mahakama ni kutafsiri sheria. Yes, wananchi ndio wanapiga kura. Na huwezi kuchaguliwa kwa sababu hata mimi nikishinda kotini wanaambia watu wahesabu kura. Hata akiniona tu nimemibia opponent wangu, hana nguvu ya mahakama, haina nguvu ya kumpatia huyo mtu tikiti. It's only IEBC. Na nina imani za hii chama cha Wiper, mimi hata kama mimi, it is my hope, chama cha Wiper, it is my request, na I would like kama chama cha Wiper watafanya nomination tufanye digital, yani tupige kama ile digital. Okay. Yeah, tusiende kwa manual. Hapo ndio kura watu wanahesabu kwa haraka, na vile you can verify kwa haraka na result inapatikana bila mtu kuingiza sunduku usiku nini. Hiyo vurugu kama hiyo haitakuwa. Mtu tu aende apige wana Wiper wapige kura kwa electronically, na hiyo inawezekana. Tukimalizia, ni nini utamwambia mwananchi kwa sasa na mkazi wa Changamwe tunapomalizia mahojiano yetu ya leo?
na ni nini utazungumzia kuhusu Wiper na siasa za Kenya mzima tukimalizia? Nikimalizia, kitu cha kwanza nataka nianze na chama cha Wiper na wafasi wa chama cha Wiper. Kitu cha kwanza, kama vijana wizi wa chama ya Wiper washukue kura kwa wingi, na wana Wiper wajiandikishe kama wapiga kura katika Kenya, na wao ndio wawe front line ya kutetea haki ya Wakenya. Msingojea party leader aje atoe press conference, yeye maybe ni mtu mmoja. Kama kuna kitu chote imetokelezea kwa Changamwe, wana Wiper mko na haki ya kudefend, kila mtu ako na haki ya kudefend katiba yetu. So this is a collective responsibility, sio wa party leader peke yake. So sisi sote wana Wiper lazima tutetee wananchi na tutetee haki ya wananchi. Hiyo serikali kuu vile sasa ile national government vile sasa inafanya, I think they have only 6 months kufanya maendeleo. Ikifika Goodwill 2026 mwezi wa 4 hivi, nafikiri kila mtu anafunga gari kwa speaker, ngoma inatembea kutafuta chakula. Manake Kenya ni kwa tunapanga hivyo. Nakumbuka Rais Ruto baada ya hayati Raila kusalamiana na Rais Uhuru hatile March 2018, ama ilikuwa 2018, yeah, the following day ameanza campaign mpaka wa leo still is campaign. Okay. So kwa hivyo inamaanisha nini? Kenya sasa hii muda wa kufanya maendeleo ilikuwa kidogo, muda mwingi wanasiasa wanafanya nini? Campaign. So wanasiasa nao hatuwezi kuambia wasifanye campaign kwa sababu tayari ni wanasiasa, na mwanasiasa ni kama samaki umeweka kwa bahari, alipote watu wengi wako, yeye anapiga tu siasa. Lakini siasa tunapiga hiyo siasa ya kuunganisha Wakenya, siasa ya kuleta vijana pamoja, siasa ambayo ya kuhubiri amani. Hiyo ndio kitu. Lakini mtu kufanya siasa inaruhusiwa. Yes. Mpe mwananchi wa Changamwe, wodi ya Changamwe, sababu ya akuamini wewe kama utachukua. Mpe sababu. Na naomba wana Changamwe wote. Mimi nilikuwa nimesimama KMC Changamwe 2022 na kulikuwa mliona ile effort yao, na after election nilikuwa nimefanya a lot of project katika Changamwe wote. Upande sport nilikuwa nimewasaidia, nilikuwa nimesaidia small ile SMEs, nilikuwa nimesaidia, na upande environmental vile nimesaidia, education wise nimesaidia. Kwa hivyo naomba this time round wana Changamwe uniangalie, ukini trust kwa kura yako, you are in safe hand, na sitawaleta down. Mungu akikujalia wai nitawafanyia kazi safi. Asante mheshimiwa. Asante. Ndani ya The Showdown Kenya tumekuwa naye Mheshimiwa Dida. Hadi wakati mwingine, mimi Ben Musemba.